viongozi wa kanisa hili na Wakristo wa AIC Mount Zion Ethernet, hamjambo. Bwana asifiwe. Hebu tusalimiane hewani. Kwanza nataka niwaletee salamu kutoka huko Kitale, kutoka Ingo Mrembe. Umezipokea? Kule Kitale tuko na aliyekuwa bishop kiongozi wa AIC Church, anaitwa Bishop Silas Yego. Yeye ndiye amekuwa ananiongoza kule Kitale, yeye ndiye alinipeleka bungeni, na yeye ndiye amekuwa kama mzazi wangu. Sasa nikirudi kule Kitale nipeleke salamu zenu za AIC Mount Zion. So nitapelekea Bishop Silas Yego, nimwambie nimekuwa huku na nimefurahia sana mahubiri ya siku ya leo. Nimefurahia sana kwaya yenu. Senator Wambua, kwaya ikienda kutoa ile kanda, tafadhali unikumbushe pia mimi nikusindikishe wakienda kutoa kanda yao. Sababu nimeona kanisa hili mko na kwaya ya nguvu kabisa. So leo hatutaki kusema mengi, tuwashukuru kutupa nafasi tuje tuabudu nanyi. Na vile vile tuwaombe, nchi yetu haiko pahala pazuri na inahitaji maombi. Mambo yanayotendeka Kenya hii sio sawa. Mauaji yamezidi, haswa ya vijana wadogo sana wanaitwa Gen Z. Tangu mwaka jana tarehe 25 mwezi wa 6, wakati vijana walikataa mambo ya ile finance bill 2024, wakaambia Bwana Zakayo, ushuru umezidi, punda imechoka. Hakuwasikia hadi wakafika kule bungeni. Vijana wengi wameuawa mwaka jana, na zaidi ya vijana 60 miaka 19, 21, 22 Gen Z waliuawa. Vijana wengi wameandamwa tangu mwaka jana, wamekuwa wanatafuta nambari zao, na hii tumeambia Safaricom, you're complicit in these abductions. Sababu polisi wanatumia simu kutrace hawa vijana. Vijana wanatekwa nyara, wanateswa, wengi wamepatikana wameuawa. Jana tumekuwa katika ile City Mortuary. Vijana wawili wadogo kabisa, mmoja aitwa Martin, mwingine anaitwa Justus. Tumeenda tukaona miili yao. Hawa vijana wameuawa na hii serikali ya Bwana Ruto, na tumesema mambo haya lazima yakome. Yeye mwenyewe alikuwa Homa Bay, Ruto akaahidi atahakikisha mambo ya uteka nyara hapa Kenya umekwisha. Aliahidi Homa Bay, ilikuwa Disemba, ya kwamba vijana wote waliotekwa nyara wataachiliwa. Yes, kuna vijana wameachiliwa wachache, lakini vijana wengi wamepatikana wameuawa. So Wakristo wa Mount Zion, tukiwa hapa siku ya leo, muombe nchi yetu, tukomeshe mauaji haya, kiukaji wa katiba yetu na haki za kibinadamu. Vile vile tukomeshe mambo ya ushuru ambao unaongezwa kiholela. Tangu 2023 serikali ya bottom up ingie, kila kitu imetoka bottom imeenda wapi? Up. Na Wakenya wamefinywa wakafinyika. Wazazi mkiwa hapa, tunajua school fees ndio mzigo mkubwa kwenu. Wameleta new university funding model ambayo imefanya wazazi wengi wanapata shida kupeleka vijana wao university sasa. Haya ndio baadhi ya yale tuko tunasema. Kukomesha mambo haya, lazima tukomeshe uongozi mbaya. Rais mstaafu Moi alikuwa anasema siasa mbaya, maisha mbaya. Leo tukiwa Mount Zion hapa nawaeleza sera mbaya, maisha mbaya. Ile sera kwa ile sekta ya elimu inawaumiza ni sera mbaya imeletwa na Ruto. Ile sera inafanya ushuru umepanda umefinyika ni sera mbaya imeletwa na Ruto. Ile sera ya SHA na SHI imefanya mnaumia ni sera mbaya imeletwa na hii serikali.
Sasa walikuwa wameshika mama mmoja anaitwa Grace, ameenda Afya House, akaambia waziri, hii mambo yenu ya SHA haifanyi kazi. Huyo mama ameshikwa, amepelekwa mahakamani. Wiki hii wabunge wengi ni wa Kenya Kwanza wamesema kule Naivasha, ukweli tulipitisha sheria, tukaleta sera mbaya, SHA haifanyi kazi. Hata nimeona naibu wa rais Kindiki anasema tumeona kuna shida kidogo, tutarekebisha. Nimeona yule waziri wa elimu anasema kumbe kuna shida na Higher Education Model Funding mpya, tutarekebisha kufika mwezi wa 9. Hii inamaanisha tuna uongozi ambao umefail na unatuletea sera mbovu. The only way to end this ni kuhakikisha ya kwamba yule ambaye alipewa mamlaka kuongoza nchi hii na ni dereva amepeleka gari kwa mtaro, alishukisha yule makanga wake anaitwa Gachagua. Lakini tangu huyo Gachagua, huyo makanga ashukishe, maisha yenu imebadilika kweli? Kuna pesa imeingia mfukoni mwenu sababu Gachagua alitolewa? Tunasema sio tu makanga, dereva ndio amepeleka gari la Kenya kwenye mtaro. Gari hili kurudishwa barabarani, Kenya iende mbele, Ruto must. Hiyo tu ndio mama tunataka tuambie siku ya leo. Inawezekana Ruto aende ama haiwezekani? Kuna wale wanasema haiwezekani ati Kenya rais akuwe one term. Hapa Afrika kuna marais wamekuwa one term. Hapa Nigeria kuna rais anaitwa Goodluck Jonathan, alishindwa na upinzani akawa one term president. Liberia tumekuwa na rais aitwa George Weah, alishindwa na upinzani akawa one term president. Hata juzi Ghana, Botswana, marais wamekuwa one term. Tukishikana sawa sawa, Ruto anaenda kuwa one term president. Ndio sababu mkituona hapa na Mheshimiwa Kalonzo, sisi tulikuwa kwenye Azimio, wenzetu wakatoka Azimio, wakati Gen Z wanatoa Zakayo wanamshukisha, wao wakaenda kuokoa Zakayo. Azimio wanasema mpanda farasi wawili upasuka nini? Msamba. Azimio ikapasuka mwaka jana. Ile timu tulibaki kwa Azimio upande wa Wakenya, tukiongozwa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Leo tuko hapa kuambia watu wa Kajiado na watu wa Kenya kuna matumaini. Muungano mpya unakuja, serikali mpya inakuja ambayo itabadilisha sera mbovu ya SHA, turudi NHIF ifanye kazi sawa sawa kwa wananchi wetu. Itoe mambo ya hii new education ya university funding, turudishe ile ya zamani, tulete usawa kwa watoto wetu. So haya ndio baadhi ya mambo tunasema inawezekana. Na sio sisi tu tulio kwenye Azimio, tukiunda muungano mpya tunaenda kuembrace wale ambao hawakuwa kwa Azimio. Nataka mkubali ya kwamba tukaribishe viongozi wengine tutembee pamoja. Nasema hivi sababu kuna viongozi kama kina Matiang'i hawako hapa, wako tayari kujiunga nasi. Hata yule Rigiji alipigwa teke jana, mnakubali aje afanye kazi na sisi? Tuungane tungoe Zakayo? Basi hiyo ndio sisi tumeamua. Mwaka huu mwezi wa pili tumeona hapa Mount Zion, you have declared Mount Zion ya kwamba it's the year of divine grace. Pray for us that divine grace itulete pamoja Wakenya wote walio na nia ya kukomboa Kenya hii, kuokoa Kenya hii kutoka kwa Zakayo na ushuru wake na ufisadi wake na ukabila wake. Mtatuombea jamani? Sasa sitaki niseme mengi, nataka nimwalike Mheshimiwa Kalonzo Musyoka aje aseme nanyi na mtuombee safari iweze kuendelea. Welcome, Your Excellency. Welcome.